Na swala hili ni swala nyeti, ni swala ambalo liko kwenye mazungumzo. Unaendaje? Asante Onsare kwa mwaliko. Jambo la kwanza, ukianza kufikiria kuhusu ili serikali jumuishi, unajiuliza kwamba mwanzo wake ulikuwa nini? Mwanzo wake ulikuwa maandamano yale yalikuwa yakiongozwa na Raila na wendani wake, walipokuwa wakivaa sufuria vichwani wakitembea katika mitaa. Hapo kukakuwa na sintofahamu kati ya upinzani na serikali. Kisha kukakuwa kwamba wacha tuketi chini tukazungumze, ndipo NADCO report ikaweza kuzaliwa. Kisha baadaye tukawa na maandamano ya Gen Z ambayo sasa ilileta watu kuketi chini na broad based ikaweza kuzaliwa. Kuzaliwa kwa broad based government kulitokana na umwagikaji wa damu, vifo, na wengine wakaweza hata kupoteza biashara zao. Kwa hivyo mtazamo wangu nitaona kwamba serikali hii imezaliwa kutoka kwa damu, kutoka kwa jasho, kutoka kwa watu kupoteza mali zao, na ikaweza kuenda wakaketi katika meza, wakakubaliana na aliyekuwa kinara wa ODM, wakakuwa na mwafaka. Na swali ambalo tunapaswa kujiuliza wakati huu ni kwamba yale ambayo waliweza kukubaliana, matakwa yale ambayo yalikuwa katika meza, yameweza kuafikiwa na yameweza kutekelezwa. Ukiniuliza nitasema nitawapatia maybe alama 3 kwa 10. Kwa nini niseme namna hii? Ni ukiangalia ule muundo wa broad based government, utapata kwamba ni watu 4 peke yake ambao waliweza kuwa donated na ODM kuingia katika serikali. Wawili wao wanatoka katika Nyanza, mmoja katika mkoa wa Pwani na mwingine katika mkoa uliokuwa unaitwa Magharibi. Kwa hivyo haionyeshi sura nzima ya Kenya. Haionyeshi sura ambayo tunaweza sema kwamba hii ni broad based government ambayo tunaweza jivunia kama Kenya nzima. Kwa hivyo unapata kwamba matakwa yale ambayo kama vile mwenzangu amesema ni tokenism, to appease people, kufurahisha watu ili kwamba zile temperature za kisiasa zikaweze kurudi chini, ili tukaweze kupiga siasa zetu kama kawaida. Na utafahamu ya kwamba wakati walipoungana uliona kama temperatures za siasa zimerudi chini. Rais William Ruto akaanza kufanya kazi, akaanza kuzuru maeneo ambayo hakuwa anaweza kuzuru kwa sababu ule neutralization political temperatures zilikuwa zimeregea chini. Kwa hivyo unaweza tazama katika macho ya kiserikali ama utazame katika macho ya kiupinzani, ama uamue kuwa neutral na uone uhalisia wa mambo kadri ulivyo. Na shukrani sana kwa kauli hiyo. Musumbi, ni kushirikishe kwa hili. Kuna swala ambalo linajitokeza, uchumi kabla na uchumi baada. Tuliona kwamba vijana wanazungumzia siasa ambazo ni maisha ya kila siku, na tunaelewa fika katika taifa letu tuko kwenye mazingira ya kisiasa kila siku, kila wakati. Tunapozungumzia serikali jumuishi, tumeona kwamba upinzani pia umekuwa ukisema kwamba hamna serikali jumuishi hapo. Kwa mtazamo wako unaonaje? Mimi mtazamo wangu, na huu ni mtazamo ambao siwezi nikaondoka kwake, ni ya kwamba kila serikali inafaa kujua ya kwamba iko na a social contract na wananchi wake. Hata kama mimi ninapinga serikali yako kama rais, hata kama mimi siko katika chama ambacho ni chama tawala, niko na haki ya kupatiwa maendeleo. Sababu ukiangalia hizo 10 point agenda, unaangalia hizo point agenda ni kama zilikuwa zinatumika kunegotiate ili watu ambao wanaonekana ni kama walikuwa nje ya serikali wapate kupata maendeleo ndani ya serikali. Hiyo in itself ni unconstitutional na ni error. Kwa swali lako, na ukiangalia mambo ya the 10 point agenda na kwa hiyo serikali ya jumuisha, uangalie mambo ya raisi na chama tawala, chama cha ODM, Azimio la Umoja, uangalie mambo ya ODM, unaona kisiasa kama sasa unaona ODM imegawanika. Tuko na ule kijana ambaye tunasema sisi ni Sifuna na wale MPs ambao wako affiliated na yeye. Kijana Sifuna na miaka 43. You can be a youth but you can be youthful as well. Kwa hivyo mtindo haswa sio na mindset. Kwa hivyo ukiangalia kwa huo mtazamo, unapata kwamba watu waliingia katika hii pact kama ODM. Lakini sasa ODM vile iko saizi ina disintegrate, haiko stable sana vile ilifaa kuwa stable. Na yule ambaye alikuwa katika kichwa cha kuingia katika huu
the broad based government, hayati mzee Raila Odinga ashapumzika. Kwa hivyo sasa tuache kuangalia yaliyopita, tugange yajayo na tuangalie mtazamo wa wananchi na tuangalie mambo ambayo yamebadilika kuanzia wakati waliingia katika huu mfumo wa broad based government na mahali tupo saizi, na sana tuangalie mahali tunaelekea kama taifa. Kuna mambo yameafikiwa, ningependa kujua kutoka kwa hiyo ripoti. Mambo ambayo yaliafikiwa ni kwamba kuna watu ambao walikuwa nje ya government waliingia katika government. Sio communities na sio Wakenya, watu binafsi ambao walikuwa the greatest beneficiaries ya the broad based government. Kuna watu hawakuwa na positions wakapatiwa positions katika cabinet. Lakini ukiangalia kwa kufanyia mwananchi kazi haswa, mimi sioni kama ilikuwa na any positive impact. Ni ile tu siasa yetu ya clientism na tokenism na kureward wale ambao wako upande wako, lakini si kuaccommodate Mkenya kuamini ya kwamba, yani ili kufikia ya kwamba kila mtu katika Kenya amepata maendeleo. Ukiangalia vile ambavyo Rais Ruto alisema ya kwamba atufukuzi wengine ndani ya serikali ili tutengeneze nafasi za wengine waliokuwa nje ya serikali kuingia katika serikali. Lakini kusema ukweli, hadi leo tunapoongea unaangalia kwamba Azimio kuna watu ambao wametolewa katika nafasi zao ili kuruhusu wengine waingie. Kwa komiti za bunge kuna watu ambao walitolewa kwa certain positions, wengine wakapewa certain positions. Kwa hivyo tuache kujifanya ya kwamba ni maendeleo ama ni 10 point agenda, tuite vile ilivyo, ni accommodative politics na ni tokenism na ni nje ya katiba. Asante kwa kauli yako. Johnson Fried, kwamba wale wabunge wako katika mrengo wa Kenya Kwanza na ODM wanafanya kikao asubuhi ya leo kuhusiana na masuala haya. Kwa mtazamo wako, mwelekeo wa serikali jumuishi uko vipi? Kwanza nimkaribishe mtazamaji. Vile Onsaro umesema, ni Innocent Msumbi, mchanganuzi wa mambo ya kisiasa, na niseme ya kwamba vile inaendelea na hii serikali ya jumuishi, ndio broad based government, imeleta uwiano katika taifa letu. Tunakumbuka historia ni nini ilifanya tukue na hii broad based government. Kulikuwa na mchafuko zile protests za Gen Z za 2024, na vile nchi ilikuwa inaendelea tulikuwa tunaenda down the slippery path ya anarchy. Na kwa hivyo mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga na Rais William Ruto akaja pamoja ndio tuweze kudhibiti mwendo wa nchi kisiasa, mambo ya economy na kwenda na mbele. Kwa hivyo kwa kuangalia kwangu, my submission ya kwamba kwa sasa nchi inaendelea vizuri, sababu ukiangalia hata sana kwa historia na mambo ya hii NADCO na mambo ya 10 point agenda, haya ni maneno yenye tulikuwa tunaongea wakati wa immediately after post election violence. Ile ilikuwa inaitwa agenda 3 na agenda 4. Ndio sasa inaongelewa kwa 10 point agenda na mambo ya NADCO. Kwa hivyo hii si kitu imeanza juzi, si kitu imeanza sababu Rais William Ruto ameingia kwa power. Ni mambo imekuwa ikiendelea tangu zamani, na kwa hivyo ni mwamko mpya ndio tuweze kurekebisha yale mambo ya injustices za kitambo, tuweze kuziweka kwa mali nchi inapaswa kuwa. Shukran sana kwa kauli yako Farida. Unako